Bwega sana kari murithire wa Meru TV ntuenge thongi twinambere kwa tukirikanaga ugo warobura tukainambere kwa tukiwatanagira na daktari kengo tukainambere kwigwa tukimenya amantu mwanya mwanya tuchionthe mache Jumathatu kainambere kwa twira agao tukiwatanagira kengo twithirwa tukirithagiria mantu makoneni na mirimo mwanya mwanya tugire untu bwa mbere ugima bwaku bwa mwiri no tonga bwaku na ike tumintu chionthe chia Jumathatu tuche Jumaine tuwe turi agao ntu utigira ati tukumenyithia mantu mwanya mwanya maigeni na ugima bwaku mwa mwiri no ntu tiota Meru TV tukwenda mbere kwa tukivalue na kuwatira ugima bwaku bwa mwiri tuina Daktari Mathias na imutumiko wa mwathani sijui hizi vitu unalinganisha aje lakini utatuambia daktari lakini karibu sana. Asante sana kuwa na wewe hapa jioni ya leo. Asante sana. Karibu Meru TV. Tushirikiane tufunze watu wetu mambo mbalimbali. Magonjwa mengi yamezidia watu wa Meru bwana sijui unajua ile kitu yenye ipo kama vile umeelezea hapo ya kwamba mtu kuwa mzima hiyo ndio utajiri wake. Lakini kabla ya jambo lolote ningetaka kwanza nisalimu ndugu wasikilizaji mahali popote mlipo na niwaambie karibuni sana hapa Meru TV. Jina langu ni Dr. Mathias ama Daktari Mathias. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa pia nafasi ili niweze kuja hapa. Na nitakuwa nakuja hapa siku kama ya leo ya Jumatatu kila wiki tuendelee na hizi fundisho zetu ili tuweze kujua ni kipi kinastahili kifanyike ili tuweze kuishi miaka mingi. Unajua wakati Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba mwanadamu kusudi na sababu yule mtu aishi mpaka achoke kuishi. Lakini mara nyingi kuna kuja shida na ndio maana unakuta siku hizi tunapoteza jamii ndogo, watoto wadogo, tunapoteza vijana wadogo, wa mama. Magonjwa inakandamiza ndoto za watu. And the reason why ndoto za watu zinakandamizwa na magonjwa ni kwa sababu sisi wenyewe tunapuuza sana. Na kupuuza ndio kumechangia tunazika watu wengi ambao hawakukuwa na ulazima wale watu kuaga dunia. Na kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, mimi nakwambia karibu sana ili tuweze kujua ni nini tunastahili tufanye angalau ili tuone miaka iliyo mbele zetu. Na je, kwa wale wagonjwa ni kipi kinastahili kifanyiwe ili ugonjwa ambao inakutatiza tuweze kuimaliza kabla haijakukandamiza. Ndio. Shukrani sana daktari. Labda kuna mtu anauliza Daktari Mathias ana hudumu wapi? Anafanya na clinic gani? Najua wewe sio mgeni sana kwa Meru, kwa hivyo chukua fursa hii tena utueleze unafanya kazi na clinic gani ndiposa tuweze kuendelea vizuri. Kusema ukweli mimi nafanya kazi na clinic za Good Care Nutrition Clinic. Na Good Care Nutrition Clinic tuko hapa Meru, huu ni mwaka wetu wa 5. Kwa maana hiyo tuko na miaka 5 hapa. Lakini pia hizi kliniki ni kliniki ambazo zimetoka mbali kwa sababu sisi tulianzia kule Dar es Salaam, Tanzania. Tumekuja town zote kubwa tuko, Nairobi tuko, kila mahali tupo, Mombasa tupo. Lakini hapa kwenye upande wa Mount Kenya, Meru ndio inakuwa headquarter yetu. Na Meru tunakuwa pale Mutuntu Driving School. Tuko pale barabara ya Mutindo wa Kangangi, ile barabara ya Tomboya Street. Ukifika Meru town, uliza tu Mutuntu Driving School. Tuko plot moja na hiyo Mutuntu Driving School. Ingia hapo ndani, mlango namba 8, mlango namba 9. Hapo ndio tunapata huduma zetu. Unaweza pia kwa wale wanakujaga na shindwa labda pengine madaktari alisema ni wapi ama ni nini, kuna namba iko hapo chini ya screen yako. Hiyo namba tupigie hata saa hii, manake upande mwingine wa studio daktari anapokea simu yako. Turudi kwenye mada. Good Care Nutrition Clinic ni kliniki ambazo mimi ndiye mwanzilishi na nimezianza takriban miaka kama 20 sasa imepita. Na niseme kitu ya kwanza kwa maana kuna watu wengi wananiulizaga swali, wananiuliza Pastor Mathias, wewe sijui ni pastor, wewe ni daktari, hii mambo ya uchungaji na mambo ya udaktari na kwa wapi na wapi? Unajua nikwambie kitu kimoja my brother, mimi ni mchungaji na mimi ni mtumishi ndethomba ya Mungu. Ila hii kazi ya utumishi imekuja nyuma nikiwa nafanya hii kazi ya huduma. Maanake hii kazi ya kuhudumia watu ndio nilianza nayo. Lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu nikawa mchungaji baadaye. Na kwa sababu hiyo singeacha kazi, maanake Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Unajua hilo? Na hilo ndio jambo ambalo linafanya siku hizi kanisa zinasambaratika na zinakuwa na shida. Maanake wachungaji tunachukua kanisa ni kama biashara. Wakati si kweli. Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako. Kuhubiri ni mwito ambao Mungu ameniita. Lakini kazi yangu ni daktari. Alafu kitu kingine, unapotumikia watu ni Mungu unatumikia. Na ninashukuru Mungu kwa sababu zote ninasafanya na nimeona Mungu akiwa anafanya vizuri.
kwa wale wanahitaji mambo ya kiroho, na pia hii manake ni kazi ya Mungu tunafanya. Tumeifanya vizuri sana kwa ufasaha, na ningetaka niambie ndugu zetu watazamaji, mahali popote ulipo, wewe umetibiwa siku nyingi, wewe umeenda hospitali nyingi, wewe magonjwa imekukandamiza, umefika mwisho, kwa sababu unaona kana kwamba yani kila wakati ni hospitali, kila saa ni hospitali, umeuza mbuzi, umeuza ng'ombe, hauna kitu imebakia ya kuuza, hadi umefika mwisho. Mimi nimekuja kukupa tumaini na nikwambie Good Cure Nutrition Clinic tuko hapa ili tuweze kukusaidia, na tutakusaidia kwa sababu kliniki zetu za Good Cure Nutrition Clinic tunatumia tiba za asili. Dawa ambazo tunatumia ni dawa ambazo zimeboreshwa. Tunatumia dawa kutoka mataifa za nchi za nje. Maana kuna mataifa ambayo imeendelea sana na dawa ambazo hazina kemikali. Mataifa kama vile India, mataifa kama Malaysia, mataifa kama Pakistan. Kwa hivyo mataifa yale kwa sababu yameendelea na teknoloji za madawa, dawa zetu tunatoa zile mataifa. Kwa hivyo hazina kemikali. It is very natural with the medicinal properties zake ziko very high, na kumaanisha kwamba sisi hatubahatishi. Sisi tukikutibu, wewe amini kile tunakukutibia, tunakutibu. Kwa sababu sisi kitu moja nilisema na nikaambia madaktari wangu, tunapotibu watu wetu, sisi hatupiti shortcut. Hatutakagi shortcut. Mimi nataka tuende straight to the point. Tuna deal with the main cause of the problem. Because the problem ambayo inakuwa siku hizi na kile kinafanya watu wanatibiwa na waponi, ni kwa sababu pia kuna madaktari wengine ambao kwa sababu si watu wote wako na mwito wa kufanya kazi ambayo unafanya. Wewe ni mtangazaji. Kuna mtangazaji mwingine akifika hapa hatafanya hiyo kazi unafanya kwa sababu hana mwito, ni kazi tu anaifanya kama kazi. But kuna ile passion. Ndio maana unakuta saa hii kuna polisi, lakini kuna makosa tunasikia inakuja, kunasikia kuna polisi anashikilia na wezi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo kazi ya uhuduma kwa wote haiko ndani yake. Labda alilazimishwa akaambiwa fanya hii, fanya kozi, na ndio tuliambia wazazi. Ile kitu naona mtoto ako na passion yake, wacha afanye hiyo, ndio itamsaidia. Usimlazimishe. Hata hii kazi iko, unaenda hospitali daktari anakuuliza unasikiaje? Unamwambia naumwa na kichwa, daktari anaandika tu kichwa, anakuambia chukua dawa pale. Number one, hajakuambia ni kwa nini kichwa kinauma. Hajakufundisha kukuambia kichwa kikiuma wacha kutumia painkiller sana. Inabidi ukunywe maji mingi, alafu ujue kichwa kinapokuuma kina indicate matatizo iliyo ndani ya nini? Tumbo. Kwa hivyo kwanza tuangalie tumbo iko na shida gani, kitu kama hicho. Kwa maana hiyo ndio maana unakuta watu wanatibiwa wanakosa kupona kwa sababu ya kutofuata utaratibu. Nao hawa watu wetu wanakuwa nao hawaaminiki. Because hata wasikilizaji ambao wananisikiliza wengi wao ni wale watu wakiumwa, badala aende akaone daktari apimiwe magonjwa zake, wanaenda kwa duka za madawa. Anaenda nanunua dawa kwa counter. Hizo dawa umenunua, sijui nani amekuambia hiyo shida uko nayo ndio hiyo shida. Unaweza ukakuta uko na ugonjwa lakini ile dawa unakunywa haiambatani na ugonjwa wako. Kwa mfano, unaweza ukakuta tumbo iko na shida. Ama uko na vidonda vya tumbo. Lakini umeenda kwa duka la dawa ukamwambia nipe hii dawa ya shida za tumbo. Swali ni moja, dawa hiyo umepewa ni ya vidonda gani? Maanake vidonda viko aina mbalimbali. Tuko na vidonda vya tumbo aina kama 4. Tuko na duodenal ulcers, tuko na peptic ulcers, tuko na gastric ulcers, na hizi zote ni vidonda vya tumbo. Na matibabu ya gastric ulcers ni tofauti na matibabu ya duodenal ulcers. Umenielewa? Na sasa wewe umenunua dawa kijumla. Unatoka hapo unaenda hospitali. Daktari unaenda unaambia daktari niko na sukari. Naomba niuzie dawa ya sukari pale kwa duka ya dawa. Swali ni moja, sukari ambayo imefanya ununue dawa ni sukari gani? Maana sukari ziko nyingi. Tuko na diabetes ambayo tunaita type 1, ile inagojeka watoto. Tuko na type 2 ambayo inagojeka watu wengine. Ambao tunaita mellitus diabetes. Kuna diabetes nyingine tunaita gestational diabetes. Hii inagojeka wanawake wakati mwanamke ako mjamzito. Sasa wewe unakunywa dawa za sukari. Unakunywa dawa za sukari gani? Unakuta kugundua tunakunywa madawa lakini badala ya kutuponya inatuua. Umenielewa? Unatoka hapa, mwingine kwa hapa msikilizaji na nitazama hapa mtazamaji wangu. Ako na arthritis. Anaenda naambia daktari mimi niko na baridi, nipe dawa za baridi. Ama naenda kwa duka na nunua dawa tu za baridi. Swali ni baridi gani uko nayo? Maanake ziko mbalimbali. Unaona tofauti ile tunakuwa na ile shida tuko nayo. Kwa sababu unaweza kuwa uko na arthritis ambayo tunaita rheumatoid arthritis. Unaweza kuwa uko na arthritis ingine ambayo tunaita osteoarthritis. Unaweza kuwa uko na arthritis ingine tunaita psoriatic arthritis.
unaweza kuwa uko na gout, unaweza kuwa hata una arthritis, ni nerves ziko na shida. Kwa maana hiyo unapokunywa dawa za ugonjwa huu sio ile ugonjwa uko nayo. Ndio maana clinic za Good Cure Nutrition Clinic, mimi nawaambia kesho kujeni kwa ofisi niko. Mimi nikupimie. Tunakupimia tujue ni ugonjwa gani hasa ambao uko nayo. Ndio tunapokupea dawa, tunatibu specific ugonjwa ambayo uko nayo bila kushinda tukitibu in general. Yes. Asante sana daktari, shukran sana naibu kama murithire wa Meru TV no tuba kwina mbere kwigwa uri ndani ya Kionia TV yaku. Namba ya daktari ria rungurwa Kionia TV yaku thukia namba enu araniria na daktari ukaina mbere kwigwa kiudumagirwa na ukagota kumithoma. Namba enu ni 0722 309 381 kangu chokeria ukairi 0722 309 381 iria ukionia TV yaku kogu araniria na daktari na kaina mbere kwigwa agigutethagia nontu nethire twagitungata kwa kagita karaya muno na gume na utia bunde bwabo kubatara utigira tu kuina mbere kwigwa ugitungatagirwa. Labda daktari, mtu anaweza uliza kliniki zetu tunatibu magonjwa gani? Ni magonjwa gani haswa ambao tunatibu? Huenda naweza kuja pale nikiwa naumwa na kichwa, mtanitibu, labda mtaniambia nikanunue dawa au kwingine. Ni magonjwa gani haya mnatibu? Okay, asante sana. Tunapozungumza kwenye magonjwa na kwanza kabla sijaingia kwenye hilo manda, niseme hivi. Hospitali yetu kubwa iko Meru Town. Meru Town, tuko hapa Meru Town. Ukifika Meru Town, tuko hapo Mutuntu Driving School. Hii barabara inatoka Cooperative inaenda mpaka Kakoromone. Hapo karibu na Post Bank. Ukiuliza tu Mutuntu Driving School, ingia na hiyo corridor, ingia mlango namba 8, mlango namba 9. Alafu good news ni kwamba kesho, ikiwa siku ya Jumanne, nitakuwa kwa ofisi. Na kwa ofisi kesho watu wakuje. Manake nitakupimia magonjwa zote bila malipo. Hakuna pesa utatupia. Free of charge. Unajua kuna watu unapokuta hospitali nyingi unaenda, watu wanakosa kutibiwa kwa sababu vipimo zinakuwa juu sana. Anaitishwa kipimo hii, pesa inaisha. Sasa mimi hiyo vipimo vyote silipishi. Tunatumia mashini ya mitambo ya tarakishi ya kisasa na ile mitambo ya kinande, mashini za kinande. Sio mnasemaga? Ndio. Kwa maana hiyo vipimo silipishi. Kesho nitakuwa na wapima free. Ile kitu tafanya pesa ya dawa, beba pesa ya dawa. Alafu kwenye dawa zetu tunaruhusu kwa ile pesa kidogo ambao uko nayo, si lazima ati kwa sababu umeambiwa nunua dawa za pesa hii, hauna uwezo huo. Kliniki imeruhusu, unaweza ukalipa kidogo kidogo, bora unakunywa dawa. Number 3, kesho kwa sababu ni mara ya kwanza kutangaza hapa Meru TV, kesho nitapea watu ofa kidogo. Wale wote wataingia kliniki zetu kesho, kuna pasenti kidogo nitawakatia za madawa. Kwa hivyo kama ulikuwa unanunua dawa za pesa fulani, kuna pasenti fulani nitapunguza, dawa zitazipunguza kesho. Na kesho niko kwa ofisi. Wewe unataka kuniona kesho, kuja Meru Town. Kesho tu hii tunaingia siku ya Jumanne. Madaktari wangu, nina madaktari wazuri sana, wamesoma na wamehitimu. Watu wamebukua. Madaktari wetu wanakuja Lale siku ya kesho. Kwa maana hiyo, ndugu msikilizaji, wewe unatoka maeneo ambayo umekaribia Lale, unatoka maeneo hiyo ya KK, unatoka hapo Mandobetwe hapo, kuja Lale siku ya kesho. Na Lale tutakuwa pale kwa pale Kamukunji Stores, ile soko ya zamani hapo, soko la kuku opposite, utaona duka inaitwa Tyson Electricals. Wewe ukifika Meru, ukifika samani Lale hapo Kamukunji Stores, ingia hapo Tyson, hiyo corridor wa madaktari wetu watakuwa hapo siku ya kesho na watakupimia bila malipo. Siku ya Jumatano Maua nitakuja mwenyewe. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe. Bila kutumana? Mimi bila kutumana. Hata hiyo Lale masaa fulani nitafika, lakini nitaanza Meru Town. Kwa hivyo watu wakuje Meru Town kesho mapema, nionane na nyinyi. Alafu nitafika Lale kidogo kwa masaa kidogo, lakini Jumatano naenda Maua. Siku ya Alhamisi Chuka tuko pale Jakif Plaza pale Magunas. Kwa hivyo ukifika Chuka Thursday niko hapo. Maua tuko pale Samaki Lodge. Hapo tutakuja siku ya Jumatano. Lakini Meru Town tunafungua kila siku kutoka Jumatatu mpaka Jumamosi. Lakini kesho mimi mwenyewe Dr. Mathias kuja.
Na ninakuambiaga ukisikia ninazungumza kitu, mimi ni daktari pia, mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo nikikwambia nitakusaidia, amini nitakusaidia. Mimi sitafuti customer. Mimi natafuta wagonjwa, nikutibu upone, uniletee wale wagonjwa wengine wako nyumbani. Kwa hivyo mimi sikutibu ati sasa ati ukue customer wangu. Umenielewa? Kwa maana hiyo mimi niseme hivi ya kwamba siku ya kesho na watarajia muingie kesho, nitakuwa Meru Town kesho, nitawaona. Alafu ndio tuingie kwenye mada, kwenye swala ambalo liniuliza. Niseme hivi, kliniki za Good Cure Nutrition Clinic tuko na mashini maalum, mashini za kufufua nerves ambazo zimeganda. Kuna watu wako na matatizo ya magonjwa za baridi. Na kuna watu ambao alishikwa na stroke. Ukakuta mwili ni paralyze, mikono haifanyi, miguu haifanyi. Tuko na mashini maalum na hakuna mahali kwingine utazunguka uipate. Good Cure Nutrition Clinic. Na mashini hizi hatulipishi. Tunagandua nerves ambazo zimeganda. Tunafufua nerves ambazo zimekatalia. Wale watu, kuna watu sahihi. Manake unajua katika suala la magonjwa ambayo tunatibu, niseme kwanza ili nishikanishe na hilo, tunatibu magonjwa za baridi. Sisi ndio wale unasikia tunatibu magonjwa za baridi kwa ufasaha vizuri zaidi. Na niseme kitu kimoja. Magonjwa za baridi ukienda kwenye mahospitali, kisaya ama scientifically inasemekanaga ya kwamba arthritis haina dawa. Na ni kweli, kwa sababu watu wengi wanatibu baridi, watu wengi wanatibiwa na painkiller. Na unajua the more unatibu na painkiller zile ziko na hatari. Inaweza ikakuletea madhara ya matatizo ya figo, au inaweza ikaleta shida za maini. Na ndio maana unakuta wale watu wote wa baridi, anapotibiwa, akipewa dawa na kunywa dawa, anasikia amepona. Dawa zikiisha, shida inainuka, kwa sababu shida inaendelea. Arthritis kuna stages. Ikifika stage 4, aitimbiagwi, inapeaga watu kitu tunaita deformation. Sijui kama ushaiona mtu vidole zinashikana hivi, kidole unakuta moja haitoki. Ama unakuta huku kunauma, anauma sana, na huku kuna muuma. Kuna mtu mwingine hata kumwambia ainue kitu juu hawezi akainua. Mkono haiwezi, mgongo inamuuma. Na arthritis ni nini? Tuanze hapo. Arthritis ni ugonjwa wa baridi. Baridi inakuja kwa nini? Baridi haikuji kwa sababu tunakaa maeneo kuna baridi. Maanake maeneo ambayo unakuta kuna baridi sana, kuna watu ambao si wagonjwa. Arthritis, it is an inflammatory condition. Inflammatory condition kwa maana ni condition ambayo inakuja kwa sababu ya inflammation. Na number one, nini kinachangia? Arthritis inakuja wakati immunity ya mtu, kuna kitu tunaita immune system. Immune system ikipigana na body tissue, inaweka inflammation kwenye joint. Nini kinachangia immunity ipigane na body tissue? Haijawahi julikana. Ni kama mimi na wewe marafiki, tuanze kupigana hapa. Hata nasikiaga wakisema watu wawili wakipigana, ama ng'ombe mbili zikipigana, nyasi ndio humi. Sasa nyasi ni viungo. Immunity iko kwa mwili, body tissue iko kwa mwili, zimecorride. Zikipigana zinaweka inflammation kwenye joint. Alafu inaanza kitu moja rahisi sana. Arthritis inaanza na vidole. Unaanza kusikia kidole ya mguu inaganda. Unapuuza. Unasikia tu inaganda tu kidogo, unapuuza. Unaanza kusikia ile kidole ni kama inauma. Alafu inaenda hivi, inakuja inaanza kushika huku kwenye makanyangio. Unaanza kusikia makanyangio ni kama inadungadungwa, ni kama kuna vitu zinadungadunga. Ikikuja sasa kwa joint, kwa magoti, inaanza katikati ya hili goti na hii goti. Kuna kitu tunaita cartilage. Cartilage ni ile kikombe ambayo mfupa inaingia ndani na hii ingine inaingia. Alafu katikati ya cartilage na hii mfupa kuna makamasi fulani tunaita synovial fluid. Sasa ile synovial fluid ni kama vile unakuta baiskeli. Usipoweka baiskeli ile nani kwa nyororo, grisi, inakurana. Kwa maana hiyo arthritis ikiingia, baridi ile inflammation ikiingia, inaanzaga kumaliza ile tumaji kwa kwenye vikombe. Unanielewa? Tumaji ile ikipungua, mfupa inaanza kusagana na cartilage. Then kwa sababu mifupa hii ni miwili, ya juu na ya chini, hii ya chini kubwa tunaita tendon, inaanza kusagana. Sasa kusagana inaweka kitu tunaita bone erosion. Bone erosion ni kama vile unaweza kuaruza chuma mbili, inaanza kuona hapa ni kama inatoka rangi. Sasa hiyo kutoka rangi kwa ngozi ndio tunaita bone erosion. Arthritis inaanza hapo. Funny enough, arthritis ikianza hapo, inapenya in every vital part.
inaenda wapi, inakuja inashika hip joint. Alafu the moment umeshikwa na baridi ina affect nervous system. So nerves zinakuwa compromised. Ndio maana unakuta yeyote kuna arthritis ako na shida za nerves. Na ukitaka kujua watu wengi kuna shida za nerves, waangalie. Kuna mtu kunyosha mguu hivi, anasikia anashikwa na muscle pull. Yaani anasikia mshipa inakamatwa hapa, uchungu mkali sana. Alafu anakuambia mimi nikiamka asubuhi nataka kwanza nikanyage chini kidogo polepole, miguu ichukue rhythm ndio aanze kutembea. Na niseme hivi, arthritis inauaga. Na arthritis kwa sababu ya uchungu ya kila wakati inaleta matatizo ya moyo. Wengi wa ugonjwa wa baridi wanakufa na shida za moyo. Maanake moyo kila wakati inakaa ikiumia, uchungu inaenda kwa moyo, inaleta complication kwenye moyo. Na saa hii tunapozungumza, watu waache kutibu arthritis na painkiller. Arthritis iko na dawa yake. Wewe uko hapo, ndugu mtazamaji, mgongo inakuuma, miguu inakuuma. Wewe uko hapo, mgongo huwezi inama, miguu inaganda, mzee huwezi ukafanya kazi zako. Wewe kazi ni kukaa chini tu, kwa sababu hata nyumba huwezi ukapiga deki, huwezi ukafanya hivi. Clinic za Good Cure Nutrition Clinic, sisi ndio wataalamu wa kutibu magonjwa hizi za baridi. Na ukumbuke kwamba tunapokutibu baridi tunakuweka kwenye mashini maalum za kufufua nerves ambazo zimeharibika. Na hakuna mahali utakutana na hizi huduma, ni Good Cure Nutrition Clinic. Siku ya kesho niko kwenye ofisi Meru Town, mimi mwenyewe. Kwa hivyo wewe unataka kuniona, amuka mguu wako, amuka asubuhi na mapema, tukutane Meru Town. Ukifika Meru Town, uliza Mutuntu Driving School pale karibu na Post Bank. Ingia hapo ndani. Na sasa tubahatishi, tunakusaidia unitumia wagonjwa. Sisi tuko na wagonjwa wengi sana, customer wengi sana. Na ile kitu iko, wale wagonjwa tuko naye wengi ni wakuletana. Manake mimi kama mtumishi wa Mungu na pia mimi mhudumu, napendaga tufanye kitu ambacho kinaeleweka. Na kwa sababu hiyo kesho kuja. Kuna namba ya simu iko hapo kwenye screen yako. 0722309381. Kesho niko Meru Town. Na Lare, madaktari wetu wanaingia kesho Lare. Na mashini wanakuja nazo. Hapo Kamukuji Stores, hapo Tyson Electricals, hapo soko la kuku. Chukua hiyo namba, andika. Jumatano ni maua. Alhamisi chuka na kuja mwenyewe. Shukran sana daktari. Muthikire ntiko meyaka no kwigwa ithimi free. Yani kyo gintu kiandika na yankenia sana, na hako ungewira wa uthi na mbecha uruthirwe ithimi kengo wonerwe mbio kuria, lakini kwa Good Cure Nutrition bari kwira nchu bakuruthira ithimi free, then bamenye mbio kuria bambire ugutungatira na njira yagirite kwogu utie na bata yakuga no ukaye mugongo no wankano iko no gutumwa ikiongo no utie na mbia cha kuruthirwa ithimi na kwina ithimi kwa wathiara Good Cure Nutrition ithiuruthirwa ithimi for free, na ukaina mbere kwigwa ugitungatagirwa na kunenkerwa ndawa iri bateri na ikengoti kaina mbere kwigwa ugikara kirima ndagitari munora gukara kirima ndagitari ukithiaga utakuonerwa murimo na kwina ndagitari kaina mbere kwigwa agigutungataga. Daktari, labda niulize swali la mwisho tunapomalizia. Ndio. Why Good Cure Nutrition Clinic? Why Good Cure Nutrition? I think that question naweza nikaijibu kwa njia nyingine. Good Cure Nutrition Clinic sisi tuko sawa. Kwanza kliniki yetu imewekwa kwenye misingi ya dini. Na unasikia mimi mwenye kiongozi, mimi ni mtumishi, mimi ni mchungaji. Kwa sababu hiyo sisi hatubahatishi. Namba 2, sisi hatuchukuagi pesa ya watu kama hatuwasaidii. Hiyo ni kitu nilikataa. Mimi hakuna haiwezekani. Kama uko na shida yenye haiwezi katatuliwa, siwezi chukua pesa yako. Ukiona na kuambia lipa pale, kuja hapa nikupe dawa, amini. Kwa sababu gani? Mimi kwanza hata nikipea wagonjwa wetu dawa, nikishika hizo dawa na mikono lazima nizinenee, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Niambie Mungu, hizi dawa wacha huyo mtu anapoitumia imkubali. Na Mungu mkubali na umponye, kwa sababu sisi tunatibu, Mungu anaponya. Kwa hivyo niseme hivi, kwa sababu naona ni kama muda wetu umeisha. Niseme Good Cure Nutrition Clinic ni kliniki ambazo sisi tuko sawa. Na watu wasikae nyumbani, maana kutoka wiki ijayo tutawafundisha magonjwa mengi ambayo tutakuwa tunatibu. Ila nisije nikasahau ya kwamba pia wanapokuja wa magonjwa za baridi, wajue pia tunatibu magonjwa za tumbo. Kwa hivyo wasikapaki nyumbani, wale wanasumbuliwa na H pylori, wale
wanasumbuana na marsas, wale ya kwamba hakulagi chakula hii, sikulagi chakula hii, tunakutibu, unakula chakula ambao ukuwa unakula. Wale wanasumbuliwa na ma-infection, kina dada wetu, kina wazee, wale wako na problems za gynecological disorders, wanawake problems za abnormal discharge, wanawake wako na problem ya kwamba hashiki ujauzito, anashika mimba zinatoka, na hata wale wazee wako na problem za kwamba hawana uwezo wa masuala ya nguvu za kiume, because hii swala la nguvu za kiume pia ni ugonjwa ambao inafanya ndoa nyingi zinavunjika, familia nyingi zinasambaratika. Manake ni muhimu, na hata tunawaambiaga ya kwamba ni muhimu, lakini unakuta kuna vitu zinachangia, unakuta wazee hata nguvu zinaisha kwa sababu ya mambo tofauti. Either yule mzee ako na magonjwa imekaa kwa muda mrefu, ako na diabetes, ako na pressure, manake inachangia, au labda psychology yake haiko sawa, au labda pengine ako na problems za hormone, testosterone hormone. So wanapokuja tunawarekebisha, tunawaongeresha, ninaangalia ni nini kimechangia. Nitakwambia kama kuna wengine wanakuja hahitaji dawa, anahitaji tu advice, na tumweka kwenye diet, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa hivyo mimi niseme hivi, watu wakiwa na ugonjwa yote ambao inakusumbua, hata kama uko hapo wewe unaumwa na kichwa bila sababu za msingi, uko na ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa kisukari. Kwanza hakuna ugonjwa inapona kwa haraka kama diabetes, maanake ni masuala ya diet. Kuja nikufundishe, kukufundisha ni bure, mawaidha ni free, sikulipishi. Nikwambie tumia hii, wacha hii, tumia hii, hii usitumie, fanya hii, fuata diet zangu, na sukari yako itaisha. Kutoka hapo mapresha inasumbua watu sana. Hivi niseme hivi, Good Cure Nutrition Clinic, vile nimeanza program zetu hapa leo, kila wiki siku kama leo ya Jumatatu, unakuaga umebonyesha hii mitambo ili usome mengi kutoka kwangu. Na mimi niseme kwa sababu Mungu anawapenda, kupona na kuishi ni haki yako. Kwa maana hiyo niseme Mungu awape neema, ila unahitaji kwenda kumuona daktari. Kweli kabisa. Ama si kweli? Kweli kabisa. Kwa sababu kuna watu wengine anasema mimi siendi kuona daktari, mimi ni mtu wa imani. Ikiwa imani yako haifikii kiwango ya kwamba itakusaidia kupona, basi muone daktari. Dawa zimetengenezwa na Mungu, madaktari ni wa Mungu, watumishi sisi ni wa Mungu, na watu wote ni wa Mungu. Kwa maana hiyo pata ushauri wa daktari, manake ni muhimu. Imani ni nzuri, na pia matibabu ni ya umuhimu. Kweli kabisa daktari. Kuna watu wengi ambao wanatutazama pale na wanataka hakikisho moja tu, kwa sababu watakuja wengi sana. Ndio. Wanataka hakikisho wakikuja nini hasa watatoka nacho kwa clinic zetu. Mimi kitu nitawaambia hakikisho ya kwamba wakuhakikisha ya kwanza wajue wakija wanakuja na wanatoka wakiwa wamepona. Wanakuja maeneo ambao sisi hatubahatishi. Alafu kingine, mimi nasikia uchungu wakati naona mama pesa yote ambao anapata ni kwa hospitali. Kuna watu wakipata pesa ni hospitali. Akipata hii, mama anasumbua watoto Nairobi, nitumieni pesa niende hospitali. Kuna mwingine mpaka kuku hana, hata mbuzi hana, na zote zinaenda na maji. Anapeleka kwa daktari huyu, anapeleka kwa daktari huyu. Na unajua kuna mtu ambaye anakuwa desperate. Hakuna mtu ambaye anakuwa ametupa matumaini kama mtu mgonjwa. Na mtu mgonjwa hafai kuchezewa. Anafaa msaidie. Kama Mungu amekupa neema ya kumsaidia, msaidie. Na kwa sababu hiyo mimi nataka niwaambie, hawatauza kuku tena, hawatauza mbuzi tena, shamba utauza, ila ukubali kukuja. Kwa sababu gani? Nikimalizia, nafikiri kila mtu tunaendaga mazishi. Angalia mazishi ambayo ulienda juzi, mwenye alizikwa, fikiria nini kilimuua. Ugonjwa ambao iliua huyo mtu tulizika juzi, inaweza ikanipata, inaweza ikakupata, ila ugonjwa hiyo haikukuja hiyo siku alikufa. Ni magonjwa inakujaga long time ago. Kupuuza ndio kunachangia magonjwa inafika mahali inakosa kupona. Ndio maana unakuta tajiri anakufa na pesa. Kwa hivyo kuna wakati inafika mwili si pesa inahitaji, inahitaji sasa, inahitaji matibabu. Unakuta tajiri mkubwa anakufa na akona pesa kununua matibabu, ila mwili imefika kiwango ya kwamba imekataa dawa. Kwa nini usubiri mpaka mwili ikatae dawa? Kwa maana hiyo ile kitu muhimu, ukitoka hapa kuja unione. Ugonjwa wako ikiwa kidogo, ng'ang'ana kuitibu, maanake mwisho wa siku afya
ndio utajiri wako. Hakuna kitu kingine utatoka nayo duniani. Kuna vitu mbili bro unafaa kuchunga sana kwa maisha yako. Number 1 ni roho yako. Maana hiyo ndio utaenda nayo. Number 2 ni mwili wako. Wewe hakuna mtu utaachia hii mwili. Atumwambie mimi naondoka, wacha nikuachie mwili wangu uishi nayo. Utaondoka nazo. Hizo ndio zako duniani. Watoto utaacha, pesa utaacha, mbuzi utaacha, kila kitu utaacha. Chunga hizo vitu mbili. Mwili wako jipende kuliko zaidi. Ukisikia mwili kuna shida, enda ukajitibie. Wacha kusema vile wazazi wetu wanasema hapa ati hapana siendi kuona daktari, ile pesa niko nayo na wacha nipelekee mwalimu. Mwalimu anaweza kasubiri wewe upone. Maana yake usipopona na leo umelipa shule, kesho ukiwa mgonjwa nani atalipa? Jitibu kwanza ndio upate nguvu ya kutafuta shule kulipa kesho na kesho kutwa. So mwalimu anaweza kasubiri. Kuna vitu zinaweza kasubiri, lakini afya yako ni muhimu sana. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, mimi Dr. Mathias, mimi nakuhakikishia ya kwamba kwa neema za Mwenyezi Mungu kuja kesho na mimi nitakusaidia. Kwa hivyo watu walale, madaktari wetu wanakuja lale kesho Jumanne pale Kamukunji Stores. Namba ya simu iko hapo chini ya screen, chukua. Na watu wa Maua, kesho niko kwenye ofisi Maua, niko kwenye ofisi samahani, kesho niko Meru Town hapo Mototo Driving School. Na wasubiri kesho asubuhi na mapema Jumanne ili tuweze kusaidiana. Ila nikuombe Mwenyezi Mungu Subhana awape afya nzuri na nikuombe Mungu wa kuongeza miaka ya kuishi. Lakini nikuambie kitu kimoja ya kwamba ogima wako wa mwili utonga wako. Shukran sana daktari, asante sana. Bwega muridhire wa Meru TV ngwete yantina bunge bwa kuwa tuno ntoko inambere ko kebe yoro kumakire ndagitari era wa utima na werwa imwa imulitwa na wigitwe kumakire murutani okwewa kire murutani kwa gubwa korotha thukena mbenwire ya ukyo nini ya TV ya kumuridhire wa Meru TV uthinambere ko kiringagira Dr. Mathias na kainambere kwigwa agi gutungatagira na njira ya girete baingi sana bethe tubakinambere kwigwa baecho tungata wake na bainambere kwigwa bakiona tungata maybe kiume kiukengekana tuthiete na mbere nkaina mbere kwigwa nkireta bamwe babara bethe tubakinambere kwigwa bakitungatirwa indagitari na bainambere kwigwa bakioraga kogu ibwega ukaina mbere kwigwa gitigagia na thinenu wethe tuwene wakagita karaya ikaina mbere kwigwa kithiraga. Labda maneno ya mwisho daktari tunapotamatisha. Maneno ya mwisho ni kuambia kwamba afya yao ni muhimu na wasikae nyumbani, wakuja kesho niko na ofa na watibu kwa nusu ya gharama. Mashini tuko nazo za kufufua nafsi ambazo zimeganda. Wewe uko na baridi imekutesa, wewe kichwa kinakusumbua, wewe tumbo imekutesa miaka nenda miaka rudi, pressure inakusumbua, sukari unakunywa dawa mpaka umechoka, basi kuja kesho Meru Town. Nitakuwa Meru Town kesho hapo Mototo Driving School. Nitawaona kesho mimi mwenyewe. Na kesho tu hii madaktari wetu wanaenda kule Lale pale Kamukunji Stores. Na pia siku ya Jumatano tutakuja Maua. Maua ninakuja mwenyewe, na pia Chuka siku ya Alhamisi. Mimi niseme hivi, kwa neema za Mwenyezi Mungu, Mungu awape neema na mjue kupona ni haki yenu. Alafu ujue kliniki ya Good Cure Nutrition Clinic ndio kliniki yako ya mwisho kuja kutibiwa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Nikikuambia niamini ya kwamba unapokuja kwenye kliniki zetu, amini ukitoka hapo hutaenda kliniki zingine, shida zako zitaisha. Maana sisi tunatibu, tunaaminia Mungu kwa sababu Mungu ndiye anaponya. Kwa hivyo niseme Mungu awape neema, tuonane siku ijayo, wiki ijayo, muda kama huu kwa neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yangu ni kusema bye bye. Tukutane kesho. Nipigie simu na hiyo namba iko hapo chini na ili tuweze kupatana kesho, na kesho niko Meru Town. Shukran sana ibwega sana muridhire wa Meru TV. Namba ya ndagitari ya ukyo ni ya TV yako na thi nambere karani ya weke nguvu kwa watu na mwanga kiume kiukengekira mubango yo wetuma tukainambere kwa watu na daktari Mathias antu wechio ndechi ya Jumatatu kwa ugu thi nambere gachwe kanya gwa ukarande kengo kainambere kwa kithikeria mantu mara gutariria na kengo kinye murimo yu wethire to yo chumbura wakagita karaya ukaina mbere kwigwa ukiora kuma kiriniunga kuendera kagita kega na kinyotu obwega na mwanga kiume kiu kenge ithoro wena kagita kega.
msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Hapa Tatua Bonanza Live Show Tatua tatu. Kazi yetu ni kuimarisha maisha na kuhakikisha kwamba tunakusort unavuna chapa, unavuna mali. Niko na mshindi hapa. Ninaitwa Victor Mutinda. Victor Mutinda. Wagu mangali kwa hapa. Mutitwande ni nusu ya Mombasa. Ulijishindia nini Mutinda? Car wash machine. Tatua umecheza muda gani? Karibu miaka 10. Unajisikia aje leo umekujia car wash machine yako? Nasikia furaha. Itakusaidia aje hii kwa maisha yako? Kwenda kufungua biashara. So wale wajacheza tatua tatu unawaambia aje? Nawaambia hii mchezo ni ya ukweli. Mwenye angependa kucheza tatua, yes, acheze, ni mchezo ya ukweli. Ndio kuongera na congratulations. Asante. Tatua tatu tunasemanga rahisi kama 1 2 3. 1 2 3. Hata wewe unaweza jishindia, unangoja nini? Cheza tatua tatu, uvune chapa, uvune mali. Sasa vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. It's one of the greatest nights in football. It's the final. The stage is set. The teams are ready. The fans are ready. It's game time and it's live. Join the winning team. Join ODibets now and get up to 50,000 shillings welcome bonus. ODibets. Bet extraordinary. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee?